Yes, bana, ndugu wa mchungaji Nicky Shaboka ambaye anafahamika kwa jina la Nabii Bashando Shaboka ameweza kuachia ujumbe mzito ambao watu wengi walitamani kusikia zaidi nini ambacho alikuwa akimaanisha hapa. Alikuwa akihubiri akiwa anaongea na watoto wake wa kiroho, watoto wa kike, akawa anazungumza, anasema hivi, wengine unakuta mtu amevunja ndoa halafu mwisho wa siku lawama anazitupa kwao, yani lawama anazitupa kwa kina Bashando, na kusema kwamba wao ndio wamesababisha. Sasa watu wengi wameshtushwa na kile ambacho amekizungumza. Why amezungumza hivi? Nini ambacho kinaendelea? Nini ambacho anakimaanisha? Na vitu vingine kama hivyo. Watu wengi wamejiuliza maswali mengi sana. Nitakuwekea clip hii uweze kukisikia kile ambacho amekizungumza Nabii Bashando katika video clip hii hapa, alafu na wewe uniambie kitu gani ambacho umekielewa kutokana na hicho ambacho amekizungumza hapa. Yani leo hata itokee mtu ndoa imemshinda, utakuta lawama anairusha kwetu. Mtu atakimbia nyumba yake, alafu mwisho wa siku atasema ninakimbia kwa sababu amesababisha Nabii Bashando. Jamani, nizungumze na nyie mabinti wangu ambao hamjaolewa, ambaye pia hasa nyie kina mama Naila hapa, kina Esther hapa, nyinyi ambao kidogo kiwango chetu cha elimu kinaruhusu kujitambua. Mnapoolewa jitahidini kwenda kuheshimu familia za wanaume. Haleluya! Usipoheshimu familia ya wanaume, naweza likakupata la kukupata na ukakosa mtu wa kusimama na wewe. Mwisho wa siku ukaanza kulaumu kwamba ndugu hawanipendi. Inawezekana ukawa ni mtoto pendwa kwenu, baba yako akawa anakuona kama vile keki. Unapoondoka na kwenda kuolewa, usiondoke na hiyo mentality ya kujiona keki. Nenda kule kama mke. Usifike kwenye ukoo wa watu ukasimama kama kilanja wa ukoo. Hakuna mwanaume au mwanamke ambaye atakuja kufurahia mke wake au mume wake asimame na kutukana mzazi wake, hata kama amekupenda vipi. Haleluya! Kwa mfano, mama Neema hapa, mtoto wako amepata mume, alafu mume anafika pale anaanza kutukana mama yako ngedere tu, mashemeji ngedere tu, mawifi ngedere tu. Wapo atakaovumilia, lakini atatokea chizi mmoja atamjibu, na anapojibu sio kwamba huyu ni mkorofi. Huwezi ukaumiza watu wakakaa kimya. Sema amen. Lakini pia huyo mume wako au mke wako ambaye utakuwa unamtukania wazazi wake, na yeye pia atakuwa anakuvumilia. Siku akichoka litakukuta la kukukuta. Amen. Kwa mabinti zangu ni waase tu, jitahidini kuwaheshimu waume zenu. Nyie mlioolewa, jitahidini kuwaheshimu waume zenu. Heshimuni, na unapomheshimu mume, heshimu ndugu zake, heshimu na wazazi wake. Sababu ukienda kwa ujeuri na kujiona wewe ndio mwamba, wewe ndio umekomaa sana, huyu akija kureact, utaanza kupita hadi kwenye mitandao kutafuta comment, jamani huyu ameandika hivi ndio amenivunjia ndoa. Maandiko yanasema mwanamke mwenye hekima anaijenga nyumba yake, na mwanamke mpumbavu anaibomoa kwa mikono yake. Amen. Swala la kujenga na kubomoa liko kwa mke, haliko kwa mume wala kwa ndugu za mume, liko kwa mke. Haleluya!